Majina yote mazuri ni yake, si ndio? So how are you feeling this morning? I must confess nimesikia vibaya sana nikikuja. Nikiwa pale hivi nikikuja nimesikia vibaya sana. Mbona? I could see you singing, dancing, and I was not here and I wanted to dance. Lakini mtanifunza, si ndio? Wow, mnakaa vizuri, mna roho poa. Haya, nione mwenye amekaa brother na sister yake wamekaanisha, brother na sister wamekaanisha. Si brother in Christ. Si brother in Christ. Haya, brother na sister wamekaanisha. Nice, naona. Na mwenye anadanganya. Haya, wewe wamekaanisha best friend wa make noise. Haya, ya mwisho sikizeni. Na hakuna kudanganyana. Kama mtaniambia ukweli fanya hivi. Tunaambiana ukweli, right? Nataka kuachukua lakini nakitoka ile hadi leo nitakuwa wewe. Haya, mtaniambia ukweli. Kama unajua mwenye umekanisha gani mkoa. Video. Mimi naitwa Rose Wamboi na nimeokoka, Yesu ni Bwana. This is a testimony that I don't leave behind because I know this far God has been faithful to me. So nikisimama mbele zenu kiniona tu hivi, you really want to know my testimony is God. He has been good to me. He has been faithful. Nikipanda alipanda na mimi, nikishuka akashuka na mimi. He is the one who has given me my name, my identity, and everything you see in me, on me, and behind me. So let us just appreciate our God for this. Sasa nimetaka tujue tunatumia lugha gani. By the way, wakati waaniki andike Mathai. Mathai yako wako. So tunatumia Kimasai kama nini? Tuchanganye. Watu wakiwa wanajipenda sana. Anajipenda. Kuja kwenda mataka. Watu wanasema ni yako akema. Tutatumia zote kwa sababu tunajenga hawataki kuongeleshwa lugha moja sana, wana shati. Si ndio? Wana shati tu. Ni sisi kwa nini roho ananiambia kuna mtu wa bizi yake iko bizi yake. Roho ananiambia kitu ni shida tunafurahia. Watu ndio tunadai. Kana kote ni kidani, kisha pamefika. Wakati wanataka
sincere. I'm very sincere. God can see what you're saying. God can see your heart. The sincerity of your heart. Haya, wewe unataka kuelewa hisia ama kuoa hisia? Haya, anaifanya mkono. Pengine na disqualify. Haya. Na kitu kama hiyo. Wenye wanataka kueleka next year wasichana. Wenye wanataka kueleka after 5 years. Hiki ni ani na hivi. Youth wa independent Christian. Wote ni wamama sasa. Wow. Hebu niwaulize. For once, mkono juu. For once. Haya. Why are you guys standing? Mimi ndio naangalia bana. Nataka ndio mkienda nje waambie wewe ni mono hakuna kitu kama hiyo. Haya. Form 2 kuna wachache. Form 3. Haya. Form 4. Haya, mnamaliza rafiki oye. Wenye wamekula chumvi. You guys are justified, and we want to thank your leadership so much because of giving us this opportunity. But there is something I want to tell you before I introduce my team to you. Haya, sasa nyamaza, ambia mwenzako tunyamaza, tusikize sasa. How old do you think I am? 35 people, watu wenye wanafikiria nimefika 30. Watu wenye wanafikiria niko late 20s, niko karibu 30. Watu wenye wanafikiria niko bode. Watu wenye wanafikiria mimi shosh. Watu wenye wanafikiria hata kitofia kwenda katika mimi baby girl. Now listen, I want to give you a story. Mama yenyewe guys tunapenda ushemeji sana nini. Na mshende pende ingota. You are extremely active, right? No the papa first front. Hey, okay, I am now listen. Yeah, sikizeni. I am 32 years old. Yes. Ni sawa. Miaka nilikuwa nimetupea na sitafika hata kuota. But when I was your age, nilikuwa naenda conference. Mimi nilipenda Mungu nikiwa kachana tu kadogo. Kwa sababu when I was growing up, I was brought up in a family that really loved God. Tulikuwa mama yangu alikuwa an intercessor wa full gospel. Baba yangu alikuwa mzee wa kanisa. Tulikuwa kwa familia inapenda Mungu sana. And so, my parents did not hesitate to pay for me when at conference na camps kama hizi. Mnasikia, when you make noise, you're about to lose a very, very important point. Tunasikiza? So wakati nilienda nyingi sana. Every time kuna conference, nilikuwa naenda. Kama mzazi wangu hana pesa, afadhali nifue nguo kwa shosho, ama nilime siku kadhaa, nipate pesa ya kwenda conference. But there is this one reason nilikuwa inafanya nipende conference sana. Nilikuwa najua nikienda napatana na 8 mates wangu. So tunaenda kucheka uncontrollably, kuchekeni. Nguo kaka yuko. Kote kwa ukegaorena. Yeah? Nilikuwa najua tukienda tutakaanisha na so and so wa hiyo church ingine. Nilikuwa najua nikienda nitapatana na maboys wa hiyo church ingine nione nikagani kanaweza. Hata jina chao nafungua eyes. Now, for many years, I lost the point. I lost the meaning. Kwa nini naenda conference? Ni nini nafaa kupata huko? Nikifunzwa ni nini napeleka nyumbani? What was I to take home? Sikujua, because for many times nilienda nikiwa na other motives. Hello? So please, ladies and gentlemen, I beg you. This conference is very important for you. Na kuna watu tulipatana na wao day one, wenye walifika wakiwa wa kwanza. Sio kama wako somewhere.
And I told them the same thing, that whatever you are about to learn from today henceforth, inaweza kuwa haitakusaidia wakati utakuwa mama. Lakini katika ujana wako, until you get to that other level, unaenda semina ya mama na ya wazee na ya wazazi shuleni, utapata mambo mengine. But for now, in your beautiful life, you need these topics. Are we together? You need to carry something home. So please, ikifika wakati wa kucheka, na waomba tucheke kabisa. Ikifika wakati wa kudance, let us dance. But when it is that serious session, please take it very personal. Carry something home, my dear sister. So please know that hizo maneno, hata kama haitakusaidia yote 100%, if you pick something and fly with it, it's going to help your life. Sawa sawa? So nawaomba tu kwa heshima, remain silent and be serious. Remain very focused. Beba kitu yenye wakuweza kwenda unaweza mwambie, na tulifunzwa hii na hii na hii. There are so many things that when you mlimaliza high school, mtasikia hiyo kitu tutakwambia hapa mara ya kwanza. And probably you will never hear it again. Ukitoka hapa utakuwa ushapata mpoa. Next conference ya mama. Sawa. So please be very, very intentional. Open your ears, open your eyes, and please make sure that your heart is receptive. Itapokea everything that you're going to be taught today. So I want to introduce my team. And in front of us we have a principal. Oh, by the way, nikisema niliendanga wapi? Adilego hiyo. Yes, tutaita saimonini ya ulizi Adilego. But now, I will tell you why I had to quit Inoro TV. Na nikaanza biashara yangu. And business is sweet, ladies and gentlemen. How many of you are working? Wangapi wanafanya kazi? Na ndio probably unafanya kazi mahali umeajiriwa, right? Na when you make a TV, especially if it is a business, you realize hiyo biashara ni tamu sana kwa huyo mwenyewe, sio? Wewe unategemea salary yako peke yake. But biashara very important, and I will tell you why I decided to leave my very good salary. I was never fired because when I joined Promi the services, I told God, usiwahi kwanza niliingia the same week. Some of my colleagues from Citizen TV were fired. And I felt a lot of pain. And I was asking God, from their village, God, you bring me in Nairobi. And then you take me to Raw Media Services. And then all of a sudden I'm fired. I told God, resign. And that happened. And so when I left Raw Media Services, I went to Vika, and God gave me an opportunity. Nikafungua college. Because studying in front of you, sinaona sitingiziki, si babayuki, si baruki mo. This is what I love most. Relationship between me and youth is really good, very tight. I love young people. I feel like I attribute your life to what I have gone through in this life. I feel like when I look at you and when you tell me what you're going through, I feel like I understand better. When we were coming around the way, my principal took our discuss mambo kadhaa kaniambia, but do you realize you're so young, but you've gone through so much? And nikamwambia, yes, I know. But now my question is, why did God make me go through so much? Probably because of you. Sawa, because of you. Kwa sababu nini? Mungu anatumanga watu wengine, niga na moyo kwa uraiwe. Imelelele kwa rabodari, nina nyekine. Kaya tumaka adongo maka uraiwe, niga tokihe tukari. Dukangelele imenelewe. And that is why God sent me ahead of you. That is why I am here, standing in front of you. Speaking to you will not be a problem. Saving you will not be a problem. And kusaidia kufikiria tutafanya nini. That is why I went to Thika and I started a technical college that is offering all courses. Inaitwa Lawin Technical College Thika, and there I am not a news anchor, I am now a director. And glory be to God. Amen. And for that reason, I want to introduce the team that I'm working with, starting with our principal and my beautiful girls, Namatine Namodo. Give God a hard clap as they come. This is my wonderful team. I love them so much. Kuteni tu najua mmesaliana jana. Kuteni muonekane.
Wako fiti. Wacha wasalimie basi. Haya, principal asalimiane alafu watu wasalimiane. Asante sana Mama Rose. Mother Yabosho, I'm happy to see you and I'm so grateful to be in Carrot House today. I feel